alafu wasilete. Bwana asifiwe sana. Na naomba niwashukuru na niwapende sana kwa sababu ya hayo mambo makubwa ambayo hivi mara kwa kipindi kilicho nacho ni wakati ambao sauti yangu inafanya kazi 180. Amen. Bwana asifiwe sana. Ni washukuru kwa sababu ya hayo mambo mliokuwa mkifanya. Nasema nawapenda sana. Bwana asifiwe sana. Pili ni washukuru walimu wetu wazuri, siwapunge tu mikono. Najua mimi huwa nawapenda walimu. Walimu huwa nawapenda sana. Unajua huku kwetu Dodoma kuna kasumba kamoja. Amen. Kale kasumba kako Dodoma kanisa ama Ukristo ni kwa wale masikini sana. Wale hawana la kufanya ndio waenda kanisani Jumapili. Amen. Lakini wale wameajiriwa kazi, wale wanatoka kwa maboma yaliyo matajiri hawana time na Jumapili. Amen. Lakini mimi husikia kuwapenda sana hao walimu na kila mtu yule ambaye ako na kazi ama huenda ako na pato kila wakati, lakini anajitoa kuja kwa kanisa kumwabudu Mungu na kumtumikia. Amen. Usikia kumheshimu na kumpenda sana. Bwana asifiwe sana. Basi tuwapigie makofi. Pigia Bwana makofi sana. Bwana asifiwe sana. Naomba tufunike macho yangu alafu nitaomba kwa sababu ya neno. Baba, asante kwa sababu ya nafasi kubwa na ya kipekee ambayo umetupatia tena kufika katika nyumbani mwako. Tumbo wako Mungu anasimama ni kwa sababu ya neno lako teule. Neno lako Bwana lipake mafuta, ulitumie tu kama chombo mbele za watu hawa wote. Mungu, neno likawe baraka, likasababisha mambo makubwa maishani mwetu kutendeka kupitia neno hili unalotulisha. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Basi tu tutaongea habari za imani. Amen. Amen. Sema imani. Unajua kuna maneno mawili sisi tuseme wa Buruma hatunda ya tofautisha. Kuna amani na imani. Kuna mwingine kwamba hayo kama kina imani, na mwingine kwamba hayo kama kina amani. Ndio kwa sawa. Amani. Yaani amani na reri na usima. Ndio. Na imani imani mambo mengine. Mambo mengine lazima tugombee. Piga sofa kwa finansi. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaenda kuongea juu ya imani. Soma nami Waebrania 11 mstari wa kwanza. Nasoma ndio mstari mwingine. Waebrania 11 mstari wa kwanza na wa pili. Tasoma. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Bwana asifiwe sana. Biblia inatufundisha habari za imani. Maandiko yanasema imani ni kuwa na hakika kwa mambo yanayotarajiwa, yale mambo yanayotarajia na hutayaona. Amen. Sasa wakati katika maisha yako kama mtu wa kuokoka, kama Mkristo, amen. Haleluya. Kuna mambo katika maisha yako wakati ukiwa unatembea, kuna mambo Mungu huenda na kwa maana unayatamani
ama unayataka ama ni ahadi yako kwamba upokee. Amen. Lakini katika kuishi kwako, wakati ukiwa unaishi, imani ni kwamba ni kuwa na hakika kwa yale mambo ambayo unayatarajia kwamba utayapokea. Sasa uwe na hakika nayo, ni bayana ya mambo hayataonekana kwako na ni yako. Amen. Sasa ule muda ama kile kipindi unachoishi, wakati hayatakufikia, huwa unayangojea ama unayachochomelia kwa njia ya tumaini na imani. Sasa kile kipindi cha kuyasongelea kwa bidii ndiyo inaitwa imani. Amen. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa na mtu fulani. Amen. Ni bayana ya mambo ambayo hayajatokea. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kuwa mstari wa pili. Amen. Kwa imani wazee wetu walishuhudiwa. Na akina nani hawa wazee wetu? Na akina Ibrahimu. Ibrahimu anatolewa na Mungu kwao, anaambiwa nenda Kanaani. Nchi ya Kanaani, Biblia inasema siku zile Wakanaani walikuwepo pale kama kwao, na Mungu anampea nchi hii, itakupea wewe na uzao wako, wakati akiwa hana mwana. Lakini ile hatua ya kwenda na kile kipindi alisota miaka 25 ndio apokee ule mtoto na ndio abarikiwe kuliko mtu yeyote ile Kanaani. Kile kipindi ndiyo ilikuwa inapata ni imani, ndiyo ile Mungu amenena itokee. Amen. Akashuhudiwa kuwa baba wa imani. Pigie makofi Yesu mazuri. Kama Ibrahimu ni baba wa imani, na sisi watoto wa imani. Kushakusha mpapia wewe, wacha wewe mtoto wa imani Bwana. Mwambie wewe ni mtoto wa imani Bwana. Ndio mwingine. Kuna mwingine hata kutoka mtushibuse. Mwambie wewe ni mtoto wa imani wa Ibrahimu. Haleluya. Maana Ibrahimu alishuhudiwa imani, Isaka alishuhudiwa imani, Ibrahimu alishuhudiwa imani, Danieli akashuhudiwa imani. Hata alipoambiwa aabudu miungu mingine alikataa. Mordekai alishuhudiwa imani. Ni watu walibeba imani kwa Mungu wao, hawakujichanganya. Amen. Walisimama wakingojea ahadi zao. Na sikawafikia. Mordekai hakupata kubwa. Tena wakati wa utawala wake kulikuwa sawa. Akatoka kwa askari Kongo mpaka Prime Minister, kutoka bara ya Hindi mpaka Kushi kote akaingia akitoka yule mtumwa. Sasa Mungu hutoa mtu mahali si mahali, mahali pa chini, pa kudharauliwa, pa kutokuheshimiwa. Wakati akichochomea kufika pale, anaenda kwa imani. Bwana asifiwe sana. Na alafu Mungu anampea. Haleluya. Ndivyo Biblia inasema pia, mstari wa 3, kwa imani dunia iliumbwa. Tena ajabu anasema kwa vitu vinavyoonekana. Unajua mara nyingine mimi niko na akili 800. Sasa nataka kupambira. Yuna Mungu wakala ushiri kabla kuumba mbingu na nchi. Sasa nikifika mbinguni maswali kama kwanza kwa bahari. Haya, pengine hapo. Anasema na roho akatulia juu ya maji. Akabakia sasa Yesu anatamka, maana huyo aliyeumba ni Yesu. Soma nami soma tutaenda kwa wakati wako. Mithali 8 mstari wa kuanzia 19
20:21 anasema Bwana alikuwa nami kabla mbingu na nchi, kabla ya vilindi vya maji kuwepo na likuwepo. Anasonga, anasema maneno mazito, tena mwisho anasema yeye ndio, wakati dunia ikiwa sasa imetengenezeka, yeye ndio fundi stadi. Zunguna iwaze mama mtaani ya nyumba yangu yosini engineer, yeye ndiye kala engineer Yesu dunia kiumbo. Na aliposema nchi kavu itokee, mawe ikaanza ilikuwa wapi na ilikuwa ni nini alichanganya kabla hii kuweko, ni nini alifanya ikawa maji kwa hiyo maji ilitoka wapi na itamuka tunaikawa. Na akisema nchi kavu na akisema nchi kavu ianze kutoa miche inachipuka, hataki kujua itatoka wapi. Huyo ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ikawa imeumbika hivi. Bwana asifiwe. Sisi tu wana wa imani wa Ibrahimu. Bwana asifiwe sana. Sasa imani, yale mambo yako unayoyataka, kuna mambo unayaombea yanapatikana kwa kungojea, kwa bidii, kwa imani. Yale maisha yako mazuri, ile kazi yako nzuri, kule kuwa milionea kwako, amen, kuwa na familia nzuri, watu unangojea kwa imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa twende Hesabu. Hapa ndio tutaongea sana. Hesabu mlango wa 13. Kwanza ule mstari wa kwanza, kuna mahali parefu tutasoma, lakini Mungu anisaidie sitakuwa mrefu hivyo. Hesabu 13 kuanzia 1. Tasoma. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani, iwapaye wana wa Israeli katika kabila ya baba zao. Mtamtuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao. 3. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani, kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu waliovichwa na wana wa Israeli, na majina yao ni haya. Sawa, sema leo ndio tunafuta. Na majina yao ndio haya ni katika kabila ya Rubeni, Shamua mwana wa Zakuri. Mstari wa 16. Hayo majina yao kwa kila kabila. Haya ndio majina yao. Haya ndio majina ya hao watu waliotumwa na Musa waende kuipeleleza nchi. Na huyo Hosea mwana wa Nuni, Musa akamwita jina lake Yoshua. Musa akawapeleka ili wapeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, ukapande milimani, ukaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi. 19. Na nchi wanaoikaa, kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au njaa, kwamba ina msitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu. Sema iweni na moyo mkuu. Iweni na moyo mkuu. Tosha, endelea. Mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Basi wakapanda wakapeleleza nchi toka jangwa la Sini hata Rehobu, mpaka kuingia Hamathi. Wakapanda katika Negebu, wakafika Ebroni na Ahimani na Sheshai na Talimai. Wana wa Anaki walikuwepo huko. Nao Hebroni ulijengwa miaka 7 kabla ya Soani wa Misri. Wakafika bonde la Eshkoli, na huko wakakata tawi lenye kishada kimoja ya zabibu, wakaichukua kwa mti kati ya watu wawili, wakaleta mkomamanga pia na tini. 24. Bonde lile liliitwa bonde la Eshkoli kwa sababu ya hicho kishada walichokata wana wa Israeli. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari hao na makutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi.
nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hao tuliwaona wana wa Anaki huko. 29. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza wale mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana tuweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu malaika, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliowaona Wanefili, wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. Mstari wa kwanza. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Tosha. Amen. Tupigie makofi mazuri. Mwambie mtu tunaongea habari za imani. Usagusa mwingine mwambie leo tunaongea habari za imani. Biblia inatushuhudia pale nyuma tu nilikuwa nasema wazee wetu walishuhudiwa kuwa na imani. Hao akina Ibrahimu na Isaka na Yakobo walifaulu katika hiyo nchi ya Kanaani walioishi kupitia imani. Bwana sifa sana. Na wakati hawa wana wa Israeli walipokuwa Mungu amewaidia kama uzao wa Ibrahimu, wakawa watumwa kule Misri kwa miaka 400, na wakawa sasa wamekuwa wengi. Amen. Bwana akatamani katika shida zao, maana walikuwa wakiteswa kwa utumwa, akakumbuka agano lake. Wakati unapokaa katika shida na mateso na utumwa, Mungu hukumbuka neno lake ama hukumbuka agano lake juu yako. Nimekuja nikutie moyo, usijione pengine una tabu, una shida, kuna mashaka, kuna matatizo unapitia. Mungu hukumbuka. Amen. Hata Nuhu pia alikuwa ametumwa na Mungu. Ikafikia mahali sasa yale maji baada ya mvua siku 40 na maji kuinuka juu ya milima, yani upande kwa milima, alafu yale maji yalikuwa yameinuka kutoka kwa milima mikono 150 tu. Walikuwa hawana futi siku zile, unapima na mikono 150 juu ya maji, kiasi cha kuwa hata kama wewe ni nani kutoka kwa milima sasa mikono 150 sio utakuwa umezama. Hiyo safina ikanuliwa hapo, chakula kikaisha, kwa sababu alikuwa ametumwa na Mungu, ana imani, Mungu akamkumbuka. Amen. Majaribu linapokufikia kikomo, Mungu hukumbuka. Mungu hawezi kukupatia jaribu lile ambalo hauliwezi. Amen. Maana linapofikia mahali hauwezi, Mungu hukumbuka. Usagusha mtu mwambie Mungu hukumbuka. Amen. Na alipokumbuka Mungu akatuma Musa, wale wakatolewa katika utumwa. Mungu akasema hapana, hawatapita nchi ya Filistia, iko na siku tu kidogo 40 watakuwa wanaingia, wacha wapite katika bahari ya Shamu, na pia wapite jangwani, wanione vile ambavyo naokoa, waone vile ninalisha, waone vile ninatunza na kulinda, hata na majoka, hata na chui, hata na simba kule nyikani. Wakapita hawakuliwa, wakawa hawana chakula, Bwana akawaletea chakula pasipo kulima. Amen. Wakawa wako na kiu, akawaletea maji si mahali kwa chemichemi, juu ya mwamba. Amen. 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 Pengine hapo hamkunielewa vizuri. Sisi desturi yetu ndio unajua hawa pale sasa, lakini nataka nikwambie huko kwetu, wakati kukiwa kuna ukame kabisa, watu huenda kwa chini
chemichemi, mahali kuna mito, mahali kuna mito, watu wanaenda kuchimba pengine kisima pale kuna chemichemi huenda, lakini Mungu anatoa mahali kuna mamba. Akamwambia Musa mahali pengine, panda juu ya jabali ukalipiga jabali nalo utatoa maji. Jabali ni jiwe linalosimama juu sana kuliko mwamba unaosimama chini. Akalipiga ikatoa. Sasa ameshuhudia mambo makubwa ya Mungu sana. Kuna mahali nikisema Bwana nifurahisha, wale wazee 70 walikuwa wamechaguliwa na Musa waende na Musa kwa nyumba ya Mungu, wakapanda naye milimani. Mungu akapenda kujishi, wakawa wanasema tunatamani kukuona Mungu, tunatamani kukuona. Wakamwona Mungu, mkiniona hamtaishi, wacha tumekuja. Sasa mafuta nasema wakaona miguu ya Mungu, wanasema wanashuhudia kwa kiamkana ilikuwa miguu safi kama vile mbingu. Sasa hao walikuwa wameona Mungu kwa macho. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa hiyo wakatoka kutoka bahari ya Shamu bara mpaka bara, wakafika bara ya Sini, wakapewa sheria, wakaenda. Sasa hapa bara ya Parani. Amen. Kwa hii jangwa sasa ya Parani ni kitambo tu kidogo, ukitoka hapo unavuka Jordan unaingia kwa nchi. Bwana asifiwe sana. Sasa walipofika hapo, Bwana akawatokezea Musa, akamwambia Musa, chagua katika kila kabila, hizi kabila 2 za Israeli, chagua kila kabila mtu mmoja hodari anayetegemeka kwa hiyo kabila, watu 12 watume waende wakaipeleleze nchi, walete habari kwa hawa Israeli ili mwingie. Amen. Haleluya. Basi Musa akawaita Israeli wote, akawakusanya, akasema Bwana amenituma leo nichague sasa katika kila kabila, kama kabila ya Rubeni, Simeoni, Yuda, kila katika hiyo kabila mnichagulie mtu mmoja aliye hodari ambaye mmemtegemea katika hiyo kabila, aje ili nimtume akapeleleze hiyo nchi. Wakaletwa pale majina yao. John alikuwa akisoma kabila ya Rubeni kaleta, kabila ya Yuda ikaleta, kabila ya nani kaleta, lakini nafurahia kabila ya Yuda ikaleta Caleb mwana wa Yefune. Amen. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na kabila Efraim ikasimamiwa na Hosea, ambaye Musa alikuwa amembandika jina akamwita Joshua. Huyo Joshua alikuwa jina lake. Wakati akitembea na Musa akawa alikuwa anaitwa Hosea. Huyo Musa ndio akamu nickname, akampatia jina la Joshua. Joshua maana yake ni mkombozi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa akawachagua, akamwambia nendeni kwa hiyo nchi, mkaipeleleze hiyo nchi, mkaone kama ni nchi ambayo iko namna gani. Ni nchi ambayo iko na vinono ama ni nchi ambayo iko na njaa? Ni nchi ambayo watu wake, je, ni wachache ama watu wake ni wengi? Na je, hao watu wanaishi kwa njia gani? Wanaishi kwa matuo. Matuo ni tuseme kama vile kuna hata kupetu tunaishi hivi kwa matuo. Kama hapo ni kwa tumbili, wakina kwa tumbili wote wanaishi hapo. Kama hapa hii ni familia kwa diki yote inaishi pamoja hapo. Amen. Kama hii ni familia sijui ya Mkonzante Manachi, hiyo familia na kwa ndimiwe inakaa matuo, si kwamba ati kila mmoja amejenga tu mahali pake. Amen. Kutuwa wapelelezi hivyo. Na je, miji yake imetengwaje? Hiyo miji imetengwa kivipi? Ukapeleleze. Misi wanambua iweni hodari, mkaipeleleze. Amen. Wakaondoka sasa wale wanaume 12 walio mashujaa, wakaingia mpaka
ile nchi ya Kanaani. Maandiko nasema kwa mji mpaka kwa mji wakawa wanapeleleza, wakapeleleza ile miji, wale watu wanaishije, ile mimea ikoje. Amen. Bwana asifiwe sana. Mpaka sasa wakafikia kikomo, baada ya siku 40 wakawa wamekamilisha, wakafika mahali panaitwa Eshikoli. Hiyo ni sehemu ya Negebu, maana walikuwa wametengewa Negebu ni sehemu ambayo ilikuwa na mizabibu mingi. Nchi ilikuwa na bonde, kukawa kuna sehemu ile ilikuwa na milimani, kuliishi Wahiti na Wahivi, watu wale waliokuwa na nguvu. Waamaleki nao pia wakawa wanaishi huko. Amen. Wakanaani wakawa wanaishi kwenye ufuo wa bahari. Hao ni watu walioishi beach block, mahali kulikuwa kuna mierezi. Hiyo nchi ilikuwa na utajiri wote wa dunia. Amen. Haleluya. Kitu kinanifurahisha hicho. Amen. Maandiko yanasema wakakata kishada. Unajua kishada? Kishada kidai. Useme kama ni ndizi, ile kungu lile. Wakakata, tuseme mfano wa badala ya zabibu, sisi kwetu hatujui zabibu, si ndio? Lakini ndizi tunajua. Sasa wakakata ndizi. Lakini ndizi ajabu tu wamebona ndume shujaa. Maandiko yanasema wakaweka kijiti katikati, mwanamume mmoja mbele, mwanamume mwingine nyuma. Kile kishada kikawa pale katikati kama ushuda, wakaonyesha ile nchi, wakapeleka pia na makomanga. Amen. Huko kwetu makomanga si tunayajua. Na tini wakabeba makomanga pia na tini kama ushuda, wawapelekee Israeli. Amen. Na baada ya siku 40 wakawa kwa Musa, wamerudi kule Parani, pale walikuwa wametumwa na Musa. Haleluya. Wakafika pale, wakaweka kile kishada pale, dume mbili zimetoka. Amen. Na dume zile zingine zikaangusha chini, zingine nazo zikaweka yale makomanga pale. Israeli wote wakaja sasa. Musa akakuja naye akasema, mulifika katika nchi. Wakasimama wakasema, hiyo nchi tulienda, nchi yote. Wakataja hiyo miji, Sheshai, Negebu, yani hiyo ndio ilikuwa miji mikubwa, ilikuwa inategemeka. Kama leo tuseme Mombasa tulienda, Nairobi tukaenda, Kakamega tulifika, pale Kisumu napo tukafika, tukarudi kule Wachiri kule na Mandera pia, tukamalizia na Malindi, mwisho Mombasa, na tumerudi hapa mzee. Nchi yote tumeitembea. Hata nchi ngoje. Akasema sasa nchi yenyewe inajaa maziwa na asali. Maana nchi tumepeleleza sawasawa. Nchi yenyewe kama maziwa na asali, ndivyo ilivyo. Ushahidi wake ndio huo wa kishada. Yani kishada kimoja hakibebu na shujaa mmoja, lakini kimeletwa na dume mbili, zinaweka kijiti huku na huku. Ndio kama mmetuona sisi tumechoka sana, sisi tumepeleleka sisi. Tumechoka sana. Nchi yenyewe ni ya maziwa na asali. Sasa wacha tuambie, tulipopeleleza kule milimani kule, unajua milimani kuna mvua ile haitegemei season. Tuseme saa hii kule bara, ukienda Naivasha, ukienda
kuna sehemu hapo katikati Nyahururu na Ivasha, si milimani huko bara. Sai kunanyesha na sisi huku tunangojea mvua. Amen. Sasa hivyo kukawa hivyo, kuna sehemu pia kwenye milima kuna mvua inatoka kwa milima. Sasa hapo mahali njaa hakuna, ndio wakawa na washuhudia Waamori, Wahiti na Wahiti pamoja na Wakanaani wanakaa huko kwa milima. Halafu na Wafilisti wanaishi Negebu. Negebu ni hiyo nchi ambayo ilikuwa na utajiri wote wa hivi vishada. Mizabibu haikuwa milimani, mizabibu, mikomanga, mitini, nchi iliyokuwa na utajiri huo wote. Tena hiyo Negebu ndio ilikuwa na hizi ngano na mchele. Alafu Wakanaani walikuwa wanaishi pale beach block. Ufuo wa bahari kulikuwa na samaki wote. Ufuo wa bahari kulikuwa kuna mierezi na misonobari ambayo zamani zile ndio ilikuwa miti mikubwa ya sifa kujengea. Kulikuwa hizi, hakuna baini giwaya, kulikuwa kuna hizi chuma za kujengea. Ukitaka unaenda huko Jordan. Wakati hiyo miti inaletwa kwa hiyo nchi ilikuwa na utajiri. Lakini wakamalizia wanasema kwa kweli nchi ina utajiri, lakini hao watu walionakaa katika hiyo nchi ni watu walao watu. Amen. Akajaribu kusimama Yoshua Caleb mwana wa Sefuni atetee hiyo hali, lakini ni nini watu wawili kwa watu 10? Caleb akasimamisha watu kama tulieni nyamazeni. Inukeni mara moja twende tukatamalaki, maana hiyo nchi Bwana atatupea. Wewe. Amen. Soma hiyo mwisho. Mstari gani huo? Kuna saba. Rudi hapo 32. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Yaani wanaendelea kuvunja moyo. Wanasema ile nchi ambayo tunaenda kuipeleleza, kwa kweli tumeleta matunda haya, mnayaona ni asali, nchi ambayo imetana na maziwa na asali. Yaani ni nchi ambayo imetana na utajiri wote, lakini hao watu wa nchi hiyo ni watu walao watu warefu sana. Kuendelea. Kisha huko tuliwaona Wanefili. Kabisa, Wanefili ni masimwi. Kama ujui Wanefili ni nini? Masimwi. Kama wewe unasikani ngano tu. Ati kwa kana simi, sinajenda ni boze, sinajenda aje. Ndio walikuweka sasa. Wanefili ni masimwi. Wale mashetani waliotupwa na Mungu, alafu zamani hawajaangamizwa na gharika. Wakawa hai, wanaishi, wanaoa na kuolewa. Amen. Wale wanaitwa Wanefili. Wakasema sasa hao Wanefili, madude marefu yaliyokuwa na nguvu za kishetani, hao ungeweza kumsongelea umwambie nini? Amen. Anashuhudia huyo jamaa hodari. Ishauka tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki wale akina Goliathi wakati. Maana hawa akina Goliathi wakati walikuwa wamezaliwa na masimu. Kusagusa mtu mwambie masimu mwana. Wenda unakoka.
Kama unagoma habari sema si. Amen. Wakafanyaje? Anasema amemwambia wanawashuhudia. Huko tuliwaona hao wanasiri. Tuliwaona wanasiri huko. Tena anaongezea pengine hawaelewi na kina nani. Anawaambia wale wana wa Anaki waliozaliwa kutoka kwa hao wanasiri. Waliotoka kwa hao wanafili, tukajiona nafsi zetu kama yaani wakati walipokutana na hayo madude, akafananisha kama mwanadamu sasa na parare panzi na panzi banzi ya watu wote la watu barare banzi kana bulukana wale unajimira barare unakutisha kala unangoza pa unakutisha mambo. Sasa hawa mashujaa waliotumwa wakawa hawana imani, hawaamini Mungu wao. Wakawa wanajishuhudia hao wabebao Mungu, wakawa wanajishuhudia kuwa hao walijiona panzi mbele za hawa wana wa Anaki. Halafu tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule kabisa. Watu wakalia sana. Kwa nini? Walikosa imani. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unaenda kuongea habari za imani. Wapendwa, katika haya maisha ya kuitwa na Mungu na kuokoka, sisi tu wana wa imani. Sisi tunabeba Mungu mwenye nguvu. Sisi tunabeba Mungu aliye mkuu kuliko mimi. Si kwamba hakuna miungu mingine. Mimi sitaki kushuhudia uongo. Shetani kile kitu alinyang'anywa ni mahali tu mbinguni. Lakini shetani akaachiliwa nafasi, na bado hata pia maandiko yanasema siku zile atashikwa miaka 1000. Halafu aachiliwe adanganye watu. Ajifanye Mungu wa dunia lakini si wa mbinguni. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati tukiwa Bwana ametuita katika maisha yetu, Mungu ili atuende katika nchi ile ambayo inajawa na maziwa, inajawa na asali. Si kwamba tu inakuja tu rahisi bila ungeweza kufikiria, ila katika mwito wako wa kuitwa na Mungu huwa unapitia majaribu. Amen. Amen. Haleluya. Huwa unapitia vita, huwa unapitia wala kama kwa mfano wao wenzetu walivyopitia. Maana Mungu malengo yake kutoka utumwani, sisi leo hatuko si utumwa ule wa Misri, lakini ni utumwa wa Shetani. Utumwa Shetani unaweza kugandamiza kuwa masikini hohehae chini, mwenye shida zote. Wakati Mungu akikutoa pale, huwa anakutoa Misri, anakutayarisha kwa kukuleta kutoka bara fulani mpaka bara fulani mpaka bara fulani. Na katika haya maisha huwa kuna zile changamoto ambazo unapitia. Amen. Lakini malengo makubwa ya Mungu ni kwamba akupeleke katika nchi ya manono sana. Amen. Haleluya. Sema manono. Sema manono. Na baraka zako si za kawaida. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa mfano, wacha nikuru. Tuombe. Leo wewe na mtu yule hajaokoka. Amen. Unaponunua mbuzi wako. Amen. Ile afya ya huyo mbuzi wako Mungu hutamani kuisababisha, yani huiweka tofauti. Hatunaelewa John.
Amen. Unaelewa? Badilisha lugha. Yaani baraka za wale wote wamemwamini Mungu. Amen. Baraka zote zile Mungu huwa anakupea huwa ziko tofauti na zile baraka za wale ambao hawajaokoka. Hata kwa mfano neema tu ya afya yako. Amen. Amen. Kwani hujawahi kusikia na mtu namba yeye fulani behangwa wako ubadilika. Huwa kuna ni chakula umebadilisha ama huwa ni nini? Huo na unabadilika kikonde. Hata kutabiani. Kwa kuona kazi kubadilika tabia bado unagombana na watu bado unakikanwa. Lakini afya naye. Hapo kama ninaenda tu kuna unapotoka. Domine ni naye. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa huwa ile ni neema ya nature yetu sisi ambao tumeokoka na tunampenda Mungu na tunamtumainia, tunamtumikia. Amen. Hali yetu si kama ile hali ya wale hawajaokoka. Amen. Sasa pia mali zetu ziko vile, pia kazi zetu za mikono ziko vile. Amen. Lakini Mungu kama anakutoa huwa mara nyingine hata pengine ni ndoto akuonyeshe kesho yako. Bwana siku sana. Anaweza kukuonyesha kesho yako. Pengine John leo hauna kazi. Hata nikutumie tu mfano. Leo hauna kazi. Sasa ulale katika ndoto, ujikute wewe unafanya kazi katika kampuni kubwa. Pale ni watu wengi wamekuja unawahudumia. Amen. Bwana sifiwe sana. Mpaka ufurahie. Ujione saa hiyo uko sawa. Pengine ukiangalia hivi, kagari kako kako pale. Amen. Hii ibada yetu ili ibadilike. Kwanza nikushuhudie kupeleka na ule ushuhuda wa maisha yangu. Zile shughuli kwani tulipoanza ibada zetu zilikuwa hivi. Asikuwa hivi, nikalala usiku mmoja. Sasa nikajikuta ati tumekuja kesha hapa kwa kanisa, lakini ni kanisa kubwa la Mombasa kabisa. Halafu wale wanaoimba ni kulikuwa kuna pastor mwingine Mbaluga na mkewe. Sasa wakasifu, lakini ati itafikia kipindi sasa anipatie mimi niimbe. Sasa kama sisi mbali. Amen. Sasa wakati wakiendelea akili yangu kareina, lakini ule wimbo waliokuwa wanauimba mimi si uwezi. Lakini sasa ni yani wimbo corporate, yani ni baada ya Mombasa wanafanya kama vile. Sasa lakini na akinipa tunawimba mara na akili magana manane. Maana nafanya hesabu kwa kama nitapoa kigongo mimi. Akinipa tu kidogo ninawimba mara 2 mara 5, halafu ndio hapa mbona na imani. Alafu akimba aliwanipa kimba mara 2 mara 5, alafu akiwalo mic. Lakini Mombasa, wale watu Mombasa kabisa wote, alafu akanuliza pastor, wewe unaitwa nani? Pastor Francis Mangale Mbaluya. Nikamwambia Mbaluya. Sasa kilichonishangaza kwa nyuma yangu message dhahano, kwa nyuma yangu akamba ni Mduruma, lakini alikuwa anasema na ibati. Ngomila vivi na ibati. Alafu sasa anasema huyu ni Mduruma huyu. Anasema huyu ni Mduruma. Lakini ile kanisa tuko nalo kubwa, halafu liko na hali ya Mombasa. Alafu kana ngalaza akilawa tu mama. Mene huti Mduruma. Unasimuya taji domo. Akizuka kila na meza kuna zaidi na mara kanisa la Mombasa meza kasi kala lavi.
ikuwa pesa sababu ikiwa lufungua baba wa gari bena hada kana kuna gari ya huyu na kwa ndio funguo nake chati kifika unaenda da alafu na amen 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 Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Na kutokea siku hiyo hali ikabadilika. Bwana sifiwe sana. Wacha nikupatie wakati ukiwa unatembea kwa imani. Amen. Baraka zako ziko mbele yako. Na hapa katikati ndugu yangu kuna changamoto na vitu. Lakini kitu ambacho ungedumu katika maisha ni kumngojea Mungu kwa imani na kumtumikia Mungu. Ingine bora sifa sana. Bora nikupatie ingine. Amen. Yaani ule muda wa baraka zako kama ziko mbele. Bora sifa sana. Ni usivunjike moyo. Kama hao wana wa Israeli. Kwa nini hao wana wa Israeli walishuhudia kuona zile baraka zao, lakini kitu hawakuamini, na Mungu alikuwa amewaahidia kwamba hiyo nchi nitawapatia. Na kwa kweli ilikuwa na watu waliokuwa mashujaa. Halafu hiyo miji, maandiko inashuhudia hata kuna miji ya zamani kuta zake zilikuwa ngumu, maana hiyo miji ilishuhudiwa ilijengwa zamani kabla Soari mfalme wa Misri aliyesifika sana kutawala. Huo mji ulikuwa umejengwa, yaani wakawa wanasema kuingia katika huo mji ilikuwa ngumu. Amen. Lakini leo nimekuja nikushuhudie, songa mbele. Amen. 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 Kama hawa vile walikuwa wanashuhudia, wanasema miji yote kwa milima Wahindi walikaa kule. Amen. Wakajiona hawana mahali wametawala. Kwa kweli leo sehemu ambazo tunaishi, Mungu anaweza kukupea maisha yoyote. Kwa miji yoyote kunao wakuu wanaotawala katika hiyo miji. Lakini huyu Mungu ambaye unamtegemea ana uwezo kukupatia hiyo miji. Ana uwezo kukupatia hizo baraka za hiyo miji. Amen. Haleluya. Hata leo kutoe hapa uende Mombasa. Mombasa Mungu atakupatia huo mji. Haleluya. Ni sawa. Amen. Amen. Wacha tusivunjike moyo. Pengine vile unavyoona hadi uchawi dhuluma umekita sana. Bwana asifiwe sana. Kama hao walivyokuwa wanasema huo mji ulijengwa zamani kabla Soari mfalme wa Misri. Ulikuwa umejengwa, ulikuwa umekita tangu zamani. Kiasi cha kuwa wakaona kama Mungu hawezi kuwapea huo mji. Lakini nataka nikuambie Mungu anaweza kukupea chochote. Bora imani. Wakalia sana wote hao. Kale wakijaribu kusimama ashuhudie, jamani, nukeni twendeni, kwani Bwana aweza katupea nchi. Ninyi hamumjui Mungu wetu. Huyu Yoshua naye akisimama pengine atake kusema. Hao wakasimama akasema, Bwana, tulijiona kama panzi. Wale wanafeli wale ndio wanaishi katika hiyo nchi. Wale wa uzao wao, wana wa Anaki, ndio wanaishi, ni warefu sana. Kiasi cha sisi hatuwezi tukaipata hiyo nchi. Hatuwezi tukapata maziwa na asali. Amen. Haya, nao wale walioambiwa nao wakalia usiku kucha. Mulungu akilola nenga na atosi nema. Wakalia wote sasa usiku kucha. Kisoma hapo mbele wanasema ya kuwa waulavya atuingize atuue sisi watoto wetu
wawe yatima, sisi tufe watoto wetu wawe yatima. Bwana asifiwe sana. Bwana akakasirika, akamwambia Musa, hawa watu hawa hawana imani, waambie wageuke warudi jangwani, waambie wageuke. Mungu akakasirika, waambie wageuke warudi wapa jangwani. Wakati utakapokuwa unasitasita na kuwa mwoga kuendea baraka zako, Mungu huachana nawe. Leo haturudi jangwani, tunarudi yale maisha ya tabu na mashaka na shida mpaka fi. Amen. Haleluya. Mwambie mtu, ili uingie Kanaani yako na uwe shujaa. Anishononesa kabisa, wataishi shujaa kagomba vivyo nanzala. Amen. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Kanaani si jambo rahisi. Kwanza ni uwe na imani. Kuna changamoto nyingi zile zitakabiliana nao kwa ndoa yako, kwa maisha yako. Unaweza kataliwa na boma lote, unaweza kukataliwa hata hapo kanisani, hapo kwa kuna rafiki. Amen. Unaweza kuchukiwa na watu wote. Kama neema yako ni kubwa, hiyo neema yako kubwa ndio itafanya ukataliwe na watu. Amen. Pasikapo hapo, hata kama ni kuenda maji peke yako, nenda maji peke yako. Kama John ni kukaa peke yako, kaa peke yako. Amen. Haleluya. Uchochomee na umwamini Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kupea kile unachokitaka. Bwana asifiwe sana. Usiepuke katika upendo wake. Usifanye dhambi. Amen. Usonge mbele kila wakati na tumaini. Maana wakati unaposogelea baraka zako, maisha huenda yakawa magumu sana. Nataka kuongea hata yule pengine amesoma na hakupata grade nzuri. Mungu hainui mtu na grade ya Ibrahimu. Ilikuwa gani? Alikuwa na PhD, lakini akawa dhamana. Mungu hukuleta kama kwa mfano hukusoma, anaweza kuleta kwa biashara, anaweza kuleta kwa mambo ya kufuga. Na Wasomali wanasoma wapi? Na leo wanatumiliki na kututawala sisi. Na hawa Waarabu hawasomi, na Wahindi hawasomi, na hawa Wahindi hukopesha benki zote. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi hapo kwa Wahindi, hapo kwa Wasomali, hapo leo nimekuja nikushuhudie, hapo ndio mahali kwetu. Ndio mahali kwetu. Amen. Hapo ndio mahali kwetu. Hii injili itaenda vipi? Na huyu Mungu wetu ataonekanaje? Na hiyo ndio maombi yangu usiku na mchana. Kama kuna kitu naombea, nitubarikiwe. Ati azipua za church mouse. Jana hakuna kitu hata siku nyingine mwalimu mwingine tulikuwa nimekaa mahali. Hapa sisi tutanisamehe, lakini wacha tutumie methali hii. Na wacha tutumie tu, pastor nisamehe tu. Sifanye hapa kufanya kazi ya kanisa. Maana kazi ya kanisa ya ola. Lakini mwaka wangu kanisari risifike. Amen. Amen. Kazi ya kanisa, kumbe itagarudiwa. Kazi ya kanisa ina ati mtu Yesu na mama wanafanya kazi ya kanisa ina. Nani ashingania? Amen. Nikimwenda na mmoja alisema kwa magano mmekaliana sana. Kwani Mungu hawezi kubariki wale wanakaa katika kanisa? Mungu wetu wacha ni washuhudie, wapendwa. Hii injili itaenda vipi? Amen. Na Mungu hakupi kitu kile hauoni. Na wakati unapokiona na usipokiamini, maana maandiko yanasema kuwa imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo unayatarajia. Ni bayana ya yale hayajaja bado, lakini unayatarajia. Amen. Amen. Kama ni kazi huna makasi, kazi niko nayo. Pesa niko nayo. Mke niko nayo, tena wewe ndoa. Lakini
komo yonaba shawa mfanyile sabu wangwakale hivinu sikali mutabai unenda kike sikite bajo tu amen amen amen. Ndiposa ya Yakobo alipofika pale kwa kisima pale, wasema ndugu zangu, ninyi ni watu wa wapi? Sasa sisi watu wa Harani. Mnamjua Labani? Msichana wewe ongea mbona loka na kuna loka karahe. Amen. Alipomwona anakuja na vile vikondoo vibuzi vile vilikuwa bado vichache. Na ndio anasema mbona mnasubiri na hamjanyesha. Mnyesha mrudi mkalishe. Kuna jiwe kubwa hapa mpaka tukuje sote wachungaji ndio tuliondoe halafu ndio tunyeshe turegeshe. Lakini walipomwona yule msichana anakuja, baba ziwe hoti. Akanyesha si ndio? Na roho kumswali. Yona wa msana wangu. Amen. Amen. Tuanze hata kasumba akiduruma hapa. Analuma akiduruma hata kusumba tena aketu. Kama sulaziwe. Tazala kadite tu. Kama tunaona shaka na mnashinde kufuatana. Ai. Kama kuna mwanaluma unasulaziwe wewe ana wapi? Mwamba tifundishe kusula ziwe anu mazi. Amen. Tini sawa tini sawa kama mama hanza wala kusula ziwe. Siku kuna tabia mbaya tunaomba mke Dubai aende Dubai tuombe pesa usulatiwe. Sawa, kuna kazi. Pangilani aende Dubai, malaki kumuna pesa. Sawa. Mimi kalemu mimi na akili magana kenda na nusu. Abdullah County yakasomere. Akumira mweso mwanga. Mbambe na mbili wapo waenda zinokiangaza. Wajikala kuna mbele matana. Wewe yangu mimi wewe wala na manyambazi ya nyumba. Hapo mira size hii. Amina. Nikala kazi kwa ngoro ngao kusa. Kuna kazi. Amen. Amen. Wakaletea nini? Kishada kilichokuwa kimebebwa na waume wawili dume. Huo ndio utajiri wetu. Mungu anataka tuwe na mali. Amen. 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 Hata tukisaidia watu wengine. Nirola Mombasa. Kila kuratiba na kufanya ndio kala sina kazi na magodao na unapata pesa. Ndekeme kampuni ni nsakule kazi. Nilipokala Duruma. Kana kuna kazi tu. Sasa kuna kazi. Nafanya kazi hivi kitu wa kwandosi. Akiza huyo tu mwenyewe ameenda join yule dada yetu mkubwa yule akaja kwa ndoto. Akasema, "Pastor wewe unasema huko nyumbani hakuna kazi." Si ndio? No, hakuna kazi. Akanichukua akanipeleka kwa shamba. Anasema, "Unaona hili shamba lako? Hili shamba lako ukipanda pocho ni pesa. Ukipanda mahindi usipande machache, panda mengi maana hii utausha ingine." Amen. Akarudi akaniambia, "Na uanze kufuga." Ananiambia, "Unaona wale watu wa Mombasa hawana ng'ombe wanaochukua huko kwetu. Kwa nini usifuge ukaweka ng'ombe? Weka ng'ombe, weka mbuzi, panda pocho, panda mahindi mengi kama biashara. Kama hautapata pesa." Akanishauri akaja mara ya kwanza, akaja mara ya pili.
Kondo sanji mamba. Haya sina kwenda kwa Mombasa baby. Vinga. Na nikaanza. Na sipandi ka robo pojo. Amen. Amen. Ili tukamilishe kushabisha mtu mambo. Ili tukamilishe maono. Kuna vibarubaru vinasema ati watu wa bara wamekuja kutunyang'anya kazi. Hakuna kazi kabisa. Hakuna kazi kabisa. Nasema lugha za nzazi kwa ziloka kuno. Sawa. Wale watu wa bara wako na bidii. Nimeishi nao 24 good years. Lakini sisi watu wa pwani asubuhi saa 2 unaenda pesi, unaenda vitukana Kasaka. Hayo maono utakamilisha. Mama akiduruma saa 2 yanitakaje mtakuhera kwenda kula msema wa Gongombea. Utakamilisha vipi? Utapataje pesa? Hichi kisada utakipataje? Hichi kisada. Amen. Amen. Hata kama huna kazi, fajende wajifika watu. Akanifuata tena. Namba. Sasa sisi tulikuwa tukilima tukimaliza pale kwa boma letu pale. Ukao kuna ule mbamba kofu. Ule nyumba sisi sote tunaujua sehemu unaanza hata nje mnataka kwa hiyo. Ukao kuna ule mbamba kofu. Sabi nikilamuko tunaenda pale. Si wale mashemeji na makuchipia mvaratu. Sambi shemeji yule analeta chai na maandazi tunakula pale. Kama ushuke shemeji yule naye analeta chai na chapati hapa. Yara wali uhono ziko sotano zimatototo na mchunga wetungu na chai. Beni nganzi tuvyabela vijimala. Mara shoko tambalane hapo. Bilangu kana nyamalonye madogo. Paka unatoa peho mpaka kisengera na ule kuwa. Amen. Amen. Nikaje kafako tena. Huyu Mungu huwa anaongea. Amen. Akita kinambira mama nina akita kinamba wewe gotemba mire. Ino kazi tiye ya kusagala wao. Ndoko fanya hivi. Sabite kile kisagala. Kama kila kuna kazi wala Mungu kateme tano. Amen. Nikilala siku naba wala Mungu ukateme gharama huko tayari shora Mungu. Mungu hufundisha kazi. Bwana sifa sana. Amen. Hiyo wote nakuonyesha zile njia unaweza ukafanya lengo letu kubwa. Amen. Amen. Lengo letu katika maisha yetu ya kuvuka yana baraka kubwa. Bwana sifa sana. Yana baraka kubwa. Lakini sasa nituweke imani. Hawa wakageuka hawa wana wa Israeli. Joni goza kubana mwana bayana ndio na kata na mala. Amen. Sasa unaona wakageuka, hawakuwa na imani. Hawakuamini kama vile vita wanavyopitia na yale maisha yao kwamba Mungu angeweza kuwapatia ule utajiri wa hiyo nchi. Hawakuamini kama huyo Mungu angewapatia ile Negebu. Hawakuamini kama ile nchi ya milima ile kama Mungu angeweza kuwapatia, na kulikuwa kuna Wahiti kule na Negebu, kulikuwa kuna wana wa Anaki na Wameleki pia kule milimani pia na Wayebusi na Wakaanani nao waliishi. Wakajiona kama katika hayo maeneo ni hao wataenda kuwa maskini. Amen. Lakini maisha ni kupambana sana. Amen. Haya sasa. Ikafikia kipindi sasa Mungu akakasirika kwa sababu amesema tageuka mrudi jangwani. Bana sitaenda pamoja nani. Wakajaribu kusema haya tutaenda, wakiingia kwa mji wa kwanza wakapigwa,
wakashindwa. Bwana, nimetoka katikati. Huwa wakati ukikosa kuenda na imani katika maisha unayopitia inaweza kuwa magumu. Wakati utakapokosa kuenda na imani, huwa Mungu anakuacha. Amen. Halafu ile ahadi yako nakosa vipi? Amen. Lakini nimekuja kukutia mtu moyo anayepitia ako katika dhiki. Nimekuja kukuambia kaza imani. Baraka ziko juu yako. Amen. Sijui unapitia nini, lakini kaza imani. Songa mbele. Songa mbele kila wakati. Amen. Jitie moyo. Ile hodari. Mungu ana uwezo wa kukurithisha maziwa na asali. Mungu awabariki sana. Naomba tukufunike macho na tukaombe. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu utawalaye mbingu na nchi na bahari na vyote, uliye unafanya mambo yale hayaonekani yakaweko, maana hata nchi kama utupia ilionekana Bwana kwa neno lako. Sasa kwa neno lako tumesikia Mfalme, wewe uliye waahidiwa watumishi wako wana wa Ibrahimu nchi ya Kanaani, nchi ile iliyo na maziwa na asali. Bwana ukawapea, ndiyo nchi leo unatuahidia Mfalme. Sisi tulio wana wa Ibrahimu katika imani, Baba, naomba baraka zile za Ibrahimu na Isaka na Yakobo ulivyowabariki, ukabariki maisha yetu. Bariki watu hawa Bwana, kutana na maisha yetu ili uyabadili, ili kupitia haya maisha kama Ibrahimu, Kanaani wote walishuhudia kuona unabariki kwa fedha na dhahabu na mali na watumwa. Baba, ikatendeka